na huu si mwingine ni Pastor Bienfait Bishirambona. Pastor Bienfait Bishirambona Jone, mnajua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Hasa wangapi ambao wanasema tunamkaribisha katika jina la Yesu? Tunakukaribisha katika jina la Yesu. Hii mikono ni ya kukupokea. Karibu kwa neno la Mungu. Ninajua ukitaka kubarikiwa na kuzungumza na Mungu, jihadhari kusimama na kuenda nje. Kaa fasi moja usikie maneno ya Mungu, itakubariki. Karibu. Ninaamini kwamba Mungu iko pamoja na wewe, na Roho Mtakatifu na wamalaika wakupatie nguvu ili watu wa Mungu waweze kubarikiwa katika fundisho ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao wanafurahi kama mimi waweze kumpepea Yesu. Asante sana, tunashukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi katika wiki yote mzima. Ametuongoza, amekubali tena siku ya leo, siku ya Sabato, tuweze kushiriki pamoja. Tunapopumua pumzi ya uhai, tunasema jina la Bwana wetu lipewe sifa. Hii ni bahati kubwa ambayo tumekuwa nayo. Kuna wengi waliolenga siku ya leo waweze kushiriki, lakini hawakupata hii bahati. Lakini ikiwa wewe na mimi tumepata hii bahati, sikusema ya kwamba tunakuwa wazuri kuliko wao, lakini gundua ya kwamba kunakuwa kile ambacho Mungu analenga tuweze kumfanyizia katika maisha haya. Ndiyo maana tumekusanyika hapa. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Kabla ya kuweza kuingilia kati ya somo letu, Baba Mtakatifu, tunakushukuru kwa wakati huu. Tuko tayari kushuka kwenye miguu yako tunapojifunza neno lako. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaomba hivi. Ndio maana sasa somo la leo linatuambia, unalo vazi la nini? Je, mimi ninalo vazi la harusi? Na somo letu la leo tutalikuta kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu gani? Cha Mathayo. Shika Biblia yako tuweze kusoma pamoja kitabu cha Mathayo 22 kwenye ule mstari wake wa kwanza. Na hapo tunapokuwa tumefika kwenye mstari wake wa 14, somo letu litakuwa linafikia mwisho. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 22 kwenye ule mstari wake wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: Yesu akasema nao tena kwa mifano. Yesu akasema nao tena kwa nini? Akawaambia, ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mwanamke mmoja aliyemwandalia, na mfalme mmoja aliyemwandalia mwanawe karamu ya harusi. Akawatuma watumishi wake kuwaita wale walioalikwa karamuni, lakini wakakataa kufanya nini? Watu walikuwa wakielewa vizuri sana, na hivi sasa anaanza kufundisha kupitia mfano huu. Anawaambia kwamba ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mtu mmoja, mfalme mmoja aliyeandaa harusi ya mtoto wake. Akawatuma watumishi wake, nenda mkaniambilie wale walioalikwa karamuni wakuje ili waweze kusherekea harusi ya nini? Ya mtoto wangu. Mfalme anawatuma watumishi wake. Kwenye mstari wake wa 4 pale ambapo tunafikia, kisha akawatuma watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa kwamba nimeandaa chakula. Mfalme huyu alipotuma wale watumishi wa kwanza, wale walipoenda kuita wale ambao walikuwa wamealikwa karamuni, walioalikwa wakafanya nini? Wakakataa kuja. Wakakataa kuja kushiriki sherehe ya mtoto wake. Hebu fikiria, unapokuwa na harusi, unatuma watu, unatuma watumwa, nenda kuniambilie rafiki zangu waje washerekee harusi ya mtoto wangu. Tumepokea ujumbe, tunataka kusherekea harusi ya mwana kondoo, ambapo Yesu atakuwa bwana harusi na mimi na wewe tutakuwa bibi nini? Lakini mimi nimekwisha kuvaa vazi la harusi. Je, katika maisha yangu nimekwisha kuvaa vazi la harusi? Nimekwisha kumvaa Kristo?
Ni swali ambalo unatakiwa kujiuliza. Yale ambayo nafanya kwa sasa, je, umekwisha kumvaa Kristo? Tunaacha wizi, tunaacha ulozi, tunaacha ulevi, tunavaa Kristo, anakaa pamoja nasi ili watu wanapotutazama waone ya kweli sisi ni wa Kristo. Amina. Muda ni huu wa kuvaa vazi la harusi. Utasema ya kwamba wakati mfalme anakuja, mfalme nihurumie niende tafuta vazi la harusi, haitawezekana. Vijana vijana mlioko hapa mkunge mikono tuone. Je, vazi la harusi linaomba pesa? Vijana tutafute vazi la harusi tumvae Kristo, tuache ulevi. Tuache nini? Vijana mlioko hapa tuache uasherati. Vijana tuache nini? Tuache uasherati, tuvae vazi la harusi. Tuache ule umakariga zote. Tuvae vazi la nini? Ionekane kwamba matendo yetu yamekuwa mazuri. Na lengo la Kristo ni kwamba tuweze kuacha matendo yetu manini. Nafikiria atakupeleka huko juu mbinguni na zile madesordre zako zile unaanza kufanya? Hapana. Ndio maana leo nakwambia kwamba acha hayo mambo yote mabaya ambayo unayafanya, uweze kufanya nini? Fuata. Angalia mwenzako, umwambie tena. Sikwambie umupe mkono kwa sababu ya mazingira tunayokuwa nayo, lakini mwangalie, muulize, je, unalo vazi la harusi? Mwambie tafuta hiyo vazi la harusi. Tena mwambie wakati ngaliki. Lakini mwambie tena kuna siku itaisha. Yesu anahitaji ili tuweze kuwa na vazi la nini? Kuna washiriki ambao wanasema, Bwana, tangu leo tunataka kukufuata. Tunataka kuwa na vazi la harusi. Tunataka kuvaa Kristo ambaye ni haki yetu. Tunapenda ili yeye mwenyewe ndiye aweze kutuongoza. Tunaachana na matendo mabaya. Tunataka kusafiri kama vile inavyofaa. Ikiwa ndilo kusudi lako uweze kusimama. Ikiwa ndilo kusudi lako uweze kusimama. Pengine pamoja na hayo, kwenye mkutano tunaweza kuwa na mgeni ambaye anasema, ninataka kujiunga pamoja na wana wa Mungu, na mimi ninataka kuwa na vazi la harusi. Ninataka kusafiri pamoja na Kristo. Ninapenda ili watumishi wa Bwana waweze kuniombea. Mgeni yuko hapa, ikiwa ndilo kusudi lako, piga hatua tuweze kuomba pamoja. Sana Yesu anakuita. Ambia Yesu, tangu leo ninataka kusafiri pamoja na wewe. Ninataka kuwa na vazi la harusi na mimi. Karibu sana. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Usiogope. Ingia katika zizi lake. Yeye ni Mungu mwema ambaye anatupenda na anatuhitaji siku kwa siku. Siku ya Sabato tulikuwa nao ambao wanajiandaa kwa ubatizo. Karibu sana. Na tuongezee nguvu za Roho Mtakatifu ili yale yote tunayoendelea kuyajifunza tuweze kuyashika na tuweze kuyaweka katika matendo, na hivi karibuni Kristo anaporudi tuweze kurithi ufalme wake. Ndilo ombi ambalo najiombea nani ninapowaombea katika jina la Yesu. Amen.